Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa makao makuu walijifunza kwamba ni mwaka wa kupanua mipaka, ni mwaka wa kuvunja vizuizi, ni mwaka wa kuvunja mipaka, kuvuka mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana miaka mingi, inawezekana kwa muda mrefu umekuwa unasema, Baba nahitaji ndoa, Baba nahitaji uchumi ulio thabiti, nahitaji nitegemee kiuchumi, lakini mambo yote hayo yalishindikana. Haijalishi ni miaka mingapi, inawezekana ni miaka 10, miaka 20, umekuwa ukimwambia Baba nipatie uzao, nipatie familia, nipe mume, nipe mke, nipe uchumi uthabiti, nipe kujitegemea kiuchumi, lakini mambo yote hayo hayakufanikiwa, lakini mambo yote hayo, maombi yote hayo hayakujibiwa. Lakini mwaka 2026 tunaenda kuvunja mipaka, tunaenda kuvunja vizuizi, vizuizi vilivyokataza wewe kuwa na uchumi huru, vizuizi vilivyokataza wewe kuwa na familia, vizuizi vilivyokataza wewe kuvuka mipaka. Hiyo mipaka utaivuka mwaka 2026 katika jina la Yesu. Amen. Nikawa nakwambia, niliona katika maono Mungu alikuwa ananiambia kwa habari ya mwaka 2026. Anaambia mwaka 2026 ni mzuri. Ni Mungu ni mwaka wa mambo makubwa. Ni mwaka wa kuvuka viwango visivyokuwa vya kawaida. The year of breaking limitation. Ni mwaka usiokuwa wa kawaida. Ni mwaka mzuri sana, mwaka wa neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utakuwa mwaka mzuri, mwaka wa makubwa kufanyika, mwaka wa maajabu kufanyika, lakini lazima jambo hili lizingatiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hamna namna ambayo utakwepa ili ufanikiwe kwenye mwaka 2026. Nilianza kwa kusema ni mwaka ambao una mambo mengi, ni mwaka ambao ni ngumu, lakini watu ambao watakuwa na tabia kama hii watafanikiwa sana mwaka 2026. Watavuka mipaka ambayo hawajavuka, watafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu ambao wanaoshirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu ambao wanakaa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu tu ambao they are constant in prayer. Ni watu ambao wameujawa mafuta muda wote. Ni watu ambao they are anointed every time, every moment they are full of anointing. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nilikwambia dalili za kwamba mafuta au upako umepungua ndani yako. Nikasema hivi, dalili moja hapo ni kuanza kufa. Ni kuanza kuacha kufanya vitu vya msingi. Unawaza kuacha kwaya, unawaza kuacha ibada. Unasema nisiende kanisani. Unawaza mambo mabaya. Unawaza kujitenga na baba yako wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira jikuta na huzuni sio kwa ya kawaida. Unawaza kukata tamaa. Nikasema hizo ni ishara moja hapo za kuonyesha kwamba umeishiwa nguvu, umeishiwa upako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hauna nguvu ya Mungu ndani yako. Mafuta tunasema hauna mafuta. Nikasema ishara nyingine ni hali ya kushindwa. Hauna ushindi dhidi ya dhambi. Wewe dhambi zinakushinda kirahisi kwa sababu mafuta hayako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunataka mwaka 2026 lazima uwe na mafuta ya kutosha. Lazima usipungukiwe mafuta. Kuna story moja Yesu alikuwa anasimulia kwenye kitabu cha Mathayo 25 kuanzia mstari wa 1. Anasema kuna harusi ilikuwa sehemu. Wakawa wanamsubiri bi harusi na bwana harusi afike. Bwana Yesu asifiwe. Wanamsubiri wakawasha taa zao wakajaza mafuta. Lakini anasema baadhi ya wanawali wao waliweka akiba ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani wengine tunajua historia. Wakaweka akiba ya mafuta. Walipoweka ile akiba ya mafuta, wamekaa pale wanamsubiri harusi aje. Wamekaa muda mrefu. Na hizi wengine walipitwa na usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuja kupigiwa kelele, wanaambiwa bibi harusi amefika. Bridegroom amefika, bwana harusi amefika. Haleluya. Haleluya. Amefika. Wanapigiwa kelele. Wanashuka hivi. Wanawali 5 wapumbavu ambao hawakubeba akiba ya mafuta. Wakagundua taa zao zinaisha mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ikabidi waende kutafuta mafuta. Maana waliwaomba wenzao tupunguzieni mafuta, wanasema haitawezekana kwa sababu sisi wenyewe haya tunanunua ya ziada ya kutosha. Kwa hiyo tukiwagawia nyinyi na sisi tutafeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo
Walipokuwa wameenda kununua ya kwao, habari mbaya inatokea. Wale wameingia kwenye ile sherehe, Biblia inasema hivi, milango ikafungwa. Wale wametoka kununua wanarudi, hawakuweza kuingia mle ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuweza kuja kusherehekea ile sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu milango isifungwe mwaka huu, kuhakikisha kwamba una mafuta ya kutosha kwa jina la Yesu. Nasema mwaka huu ya 2026 milango isifungwe kwa sababu umepungukiwa mafuta. Mwaka huu milango iliyofungwa kwa muda mrefu kwa sababu umejawa mafuta, umejawa upako, utaifungua kirahisi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni mwaka ambao una mambo mengi, una mambo magumu. Lakini kwa watu ambao wana mafuta ya kutosha, watu ambao they are anointed, they are full of grace, watu ambao hawatapungukiwa mafuta, utakuwa ni mwaka wao mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao they are finding, they are after intimacy with God, wanatafuta kuwa na ushirika na Mungu. These are the people, hao ni watu ambao they will survive 2026. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ni watu watakwenda kigoigoi, watu ambao watakuwa na mambo mengi kwenye dunia hii, watu ambao watakuwa na mambo mengi kwenye maisha haya. Mwaka 2026 watauona ni mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu ambao watafocus na kutafuta uso wa Mungu, watafocus na kuwa na intimacy with the Holy Spirit, watakuwa wanatafuta uso wa Mungu, they be constant in prayer, those people will succeed 2026. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa namna hiyo watafanikiwa sana mwaka 2026. Watakuwa wamejawa na uwezo. There will be sufficient of grace. Grace, neema ya Mungu inatupa kushinda na zaidi ya kushinda. When you have grace, unapokuwa na neema, hamna kikwazo kizuizi cha kukuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hamna namna ambayo utafika mahali umekwama kwa sababu na neema ya Mungu. Ndio maana wale waliokuwa na mafuta ya ziada hawakukwama, waliendelea na harusi, japokuwa walisubiri muda mrefu kiasi kwamba mafuta yalikuwa yameisha. Lakini kwa sababu wao walikuwa na akiba ya mafuta ndani yao, waliweza kushiriki ile ya sherehe. Walivuka vikwazo, they broke the limitation, walivuka mipaka waliowekewa, kwamba mafuta haitaa imejaza kiwango hiki, basi akiisha waishie hapo. Lakini wewe kumbe unayo akiba nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao they be full of grace, watu ambao watakuwa wamejawa na neema mwaka 2026 watafanikiwa sana. Watu ambao wana focus katika ushirika wao, uhusiano wao na Mungu, watu ambao they are major deal, watu ambao mchongo wao mzima, mchongo wao muhimu ni kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Topic yao ya msingi, topic yao ya maana ni kuwa na ushirika na Mungu. Watu wao 2026 wataona ni mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwaka 2026 ni mgumu. Hallelujah. Hallelujah. I'm teaching you the methods to survive in 2026. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuonesha njia ambayo itakufanya mwaka 2026 uwe mrahisi kwako. Kwa sababu actually kabisa mwaka 2026 ni mgumu, ni mwaka wa vita. Halo. Halo. Ni mwaka wa nini? Ni mwaka wa vita. Ni mwaka wa mambo magumu. Lakini habari njema ni kwamba wale wenye mafuta katikati ya ugumu huo watatoboa. Yaani ni fursa. Watu wanielewa. Yaani ni mwaka mgumu, lakini ni fursa kwetu sisi watoto wa Mungu. Ni fursa kwako wewe mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unachotakiwa kuwa nacho ni kuwa na mafuta. To be full of grace. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Watu wenye kasi ndio ambao wanafanikiwa mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoongelea kuwa na kasi, I'm not talking about running. Siongelee kuhusu kukimbia. Siongelee kufanya mambo haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wenye kasi ndio ambao watafanikiwa mwaka 2026. People who accelerate. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wanatembea. Hallelujah. Acceleration is by grace. Kutembea nako kuzungumzia ni kwa njia ya neema. Watu ambao wanaamua kukaa pale pale muda wote ni watu ambao
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wanaamua kulizika na hali walizonao, watu ambao wanakata tamaa, 2026 wataijutia. Bwana Yesu asifiwe. Nakupa kodi ya mwaka 2026. Nilikwambia jinsi ambavyo Mungu alikuwa ananifundisha kuhusu mwaka 2026. Ananiambia ni mwaka mgumu. Ni mwaka wenye mambo mengi. Halo. Ni mwaka wenye mambo ya kukatisha tamaa. Ni mwaka wenye mambo ya kuvunja moyo. Utakatishwa tamaa. Utakutana na magumu. Lakini Mungu ananionyesha, ananifundisha, anasema hivi kwamba lakini wale watu ambao they will be close to me, wale watakuwa na fellowship na mimi, watakuwa na ushirika na mimi, they will make it in 2026. Wakati wengine wanalia 2026, wao watasherehekea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. They shall break limitations. Watafanya mambo makubwa. Kwa sababu ili ufanye mambo makubwa lazima kuwe na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima kuwe na vikwazo ndio tutasema ufanye mambo makubwa. Lazima kuwe na mipaka. Lazima kuwe na kushindikana. Haleluya. 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 Na ndio maana hata kama huna akili lakini ukafanya mtihani na watu ambao ni vilaza, utaitwa mwenye akili kwa sababu utakuwa wa kwanza na watu watakusifu. Lakini ukienda ukaweka mbele ya vipanga, utafanya mtihani kwa wa mwisho, watakuita kilaza. Bwana Yesu asifiwe. Naona sasa unanielewa ninachokisema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni changamoto ndio zinakufanya uwe bora. Ni mazingira yanayokuzunguka yanafanya uwe bora. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni changamoto unazotatua ndio zinakufanya uwe bora. Jambo ambalo linawashinda wengi, unalolifanya kwa uzuri zaidi, unaonekana wewe ni bora. Unakuwa ni bora kwenye mazingira yako. Kwa mwaka 2026 ni mgumu, una mambo mengi. Una mambo ya kutisha, una mambo ya kukatisha tamaa. Lakini katikati ya mambo ya kukatisha tamaa, wewe utayashinda zaidi ya kushinda. Utakuwa ni hodari, utaonekana ni mkuu kwa sababu umeyashinda mambo magumu. Na mambo haya yanawezekana while you are in the motion. Unapokuwa katika mwendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao hawajihangaishi kuwa katika mwendo, watu ambao they don't find acceleration by grace, they will stumble in 2026. Watu ambao hawatafuti ule mwendo unaozalishwa na ulimwengu wa roho na Mungu mwenyewe na neema ya Mungu, 2026 watakwama. 2026 watafeli. Wataona mambo ni magumu, wataona mambo ni mazito. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka 2026 ni mwaka wa kuwa na ushirika na Mungu. Ni mwaka wa kukaa karibu sana na Mungu. Ni mwaka wa kumtafuta Mungu. Kwa sababu Mungu anataka kumlaji watu wake. Mungu anataka kuiraji mipaka yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka vile vikwazo, ile vizuizi vya muda mrefu kwenye maisha vikavunjike mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unasema mtumishi mimi nishachoka kumtafuta Yesu. Hiki na hiki akitoka sijatoboa. Nimemtafuta sana Mungu. 2026 people who fellowship with God. Watu ambao wameamua kukaa na Mungu, kana ushirika na Mungu, watavunja hiyo mipaka. Watavuka hivyo vizuizi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamwona Yohana Mbatizaji, Biblia inatuambia kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 80, anasema mtoto akakaa nyikani akaongezeka nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Naongelea acceleration, naongelea watu ambao wapo katika mwendo, ni watu walio kama Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe. Naongelea mwendo katika ulimwengu wa roho. Yaani kila siku yako kuna kitu kinaongezeka kwenye roho yako. Biblia ya Kiingereza napenda ilivyoandika pale. Inasema Yohana and John was strong works in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile kuna uzito, kuna lea. Yaani kuna kitu kingine kilikuwa kinaongezeka kwenye roho ya Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho kilikuwa kinaongezeka. Na hicho kitu ambacho tunakita mwendo, tunakita acceleration, tunakita watu wanaofanya mambo kwa haraka.
is not by mind, sio kwa akili, sio kwa ufahamu wako, ni katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yafanyike haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwaka 2026 wa kufanya mambo chap. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwaka wa kufanya mambo haraka haraka. Ukianza kufanya tu mambo pole pole, taratibu, utoboi 2026. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa kwako ni mwaka mgumu vibaya mno. Haleluya. Utakuwa ni mwaka ambao utauandika kwenye historia ya maisha yako kwamba mwaka 2026 nilikiona cha mtema kuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na yote haya, watu ambao watakuwa kwenye mwendo, watu ambao watakuwa kwenye kazi. Naongelea kazi, sio kama unanielewa. Naongelea kazi ni mwendo wako wa kiroho katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na huu mwendo unazalishwa na accumulation of grace, accumulation of power. Yaani kujazwa kwa neema ya Mungu ndani ya roho yako, kujazwa kwa neema ya Mungu ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili ile nimekuwa nakufundisha hiki kitu cha kwanza cha kuzingatia mwaka 2026. Nikamwambia, nikakutolea mifano miwili ya watu wawili ambao they accumulated grace. Walijaza neema ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walijaza neema ndani yao. Tukamwangalia nani? Tukamwangalia Yesu Kristo. Tukasema hivi, siku moja amekaa, amemaliza kufanya mkutano, akawaambia wanafunzi wake wapande boti watangulie. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema yeye akaenda mlimani kuomba. Haleluya. Haleluya. Amemaliza kuomba, anafika pale haoni boti la kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia akatembea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio mwendo tunaozungumzia. Tunaongelea kwamba huyu Yesu alitulia kule mlimani. Tunataka alichokuwa anafanya Yesu mlimani ndicho ambacho tu concentrate nacho. Tukizingatie mwaka 2026 alikuwa anafanya nini Yesu kule mlimani? Kwa sababu wanafunzi aliowaambia watangulie, wakafika katikati ya bahari, wakakutana na mambo magumu, wakakutana na mambo ya kukatisha tamaa. Boti linataka kuzama, upepo wa mbisho unawazonga wakutana na mambo magumu kwenye mwaka 2026. Lakini Yesu aliyekuwa na tabia ya intimacy with God, constant in prayer, akiwa kule mlimani, alipokuja alikuwa anajua, he was in motion, alikuwa kwenye mwendo, he was in the acceleration. Bwana Yesu asifiwe. He was accelerating. Hallelujah. Ndio maana alipofika anawakuta wanakuwa wanabishana, wamekutwa na janga la upepo katikati ya bahari. Hawaelewi afanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anamaliza shida, ambia hii inaisha kwa hivi, akamwambia upepo tulia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwanza picha linaanza, anafika pale kwenye bahari, anakuta maboti hamna. Anaendaje? Bwana Yesu asifiwe. Anaendaje? Picha limeanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio vikwazo vya mwaka 2026. Utafika mahali hujui cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hujui chukua hatua gani, lakini because you are with the Lord on the mountain, kwa sababu ulikuwa na Bwana Yesu kwenye mlima, you have the intimacy na ushirika na Mungu. Mungu atakwambia tembea juu ya maji na utatembea. Haleluya. Haleluya. Yesu akatembea juu ya maji. Kikwazo cha kwanza akakivuka. Le supra hatia. Wanafunzi wa Yesu walidhani wametangulia. Wanafunzi wa Yesu walidhani wameenda mbali, lakini wanashangaa mtu huyu hapa anakuja. Kumbuka mlimani kule ameshapiga maombi masaa ya kutosha, lakini anakuja na wakuta wamekwama, wamekata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui cha kufanya katikati ya bahari, upepo unawagupika. Rama sete bregedia. Yesu alikuwa anafundisha watu wake kitu hapa. He wants us to be in the communion with him. Anataka tuwe na ushirika naye. Tuwe full of grace. Tuwe tumejaa neema. Huwa nawaambia watu, mambo sio magumu. Ni kwamba you don't have enough power to carry that luggage. Hauna nguvu ya kutosha kubeba huo mzigo. Kwa 2026 tunajiwekeza katika kujawa na uweza, kujawa na neema, kujawa na nguvu, kujawa na nguvu ya Mungu,
ambayo itatusaidia tunapokutana vikwazo. Oh barasekete, tunavuka kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka 2026 tunatulia na Bwana, kwa sababu Bwana anataka kutujaza na uwezo wa kutuongezea, uwezo wa kutuongezea mipaka yetu, kupanua mipaka yetu. Tusekereboshaka. Kama kuna mtu mtajana nielewa, simame kwa miguu yake. Mwaka huu Mungu anataka tujawe na nguvu yake kwenye roho zetu. Roho zetu zisipungukiwe. Tusiwe kama wale wanawali ambao waliishiwa na mafuta. 2026 itakuchakaza. Ukianza kuishiwa mafuta 2026 utaijutia. Lakini ukiwa umejawa mafuta utavunja mipaka. Mambo yaliyowashinda wengi, mambo yaliyokushinda miaka mingi, 2026 utayashinda kwa jina la Yesu Kristo. Paza sauti yako sahihi, mwambie Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nipe neema yako. Nipe neema yako nikutafute wewe. Mambo haya yawezekani bila neema ya Mungu. Paulo anasema mimi nalifanya bidii, lakini mimi si mimi bali neema. Mwambie Baba nahitaji neema yako tena. Kwa ajili ya mwaka 2026, neema ya kukaa uweponi mwako, neema ya kukaa uweponi mwako, neema ya kukutafuta, neema ya kukutafuta. Reba sanderebo shekete. Pata sauti yako, pata sauti yako. Omba. Rekete komayanda. Raba zende bozia. It's not by power, it's not my might. Roho Mtakatifu tunakutegemea. Mungu wangu, Baba yangu, tunakutegemea wewe. Tunakutazama wewe. Wewe ndio msaada wetu. Wewe ndio nguvu zetu. Bila wewe, pasipo wewe hatuwezi. Hatuwezi Bwana. Hatuwezi Bwana. Utusaidie Bwana. Utujaze na nguvu zako. Utujaze na neema yako. Tunatamani kukaa na wewe mwaka 2026. Tunatamani kukaa uweponi mwako. Tunatamani kukaa uweponi mwako Bwana, katika jina la Yesu. Lenda mazobregetia rekosondo gozogozondo reka papa rekusa patune rekete ya kaduyo rapapapapapa eshotomia kadosha paia reketia rapaya mesusa payere boya. Lord, we call your grace. We call for your grace. Tunaita neema yako. Tunaita neema ya kukaa uweponi mwako. Utujalie watoto wako. Unasema tu wadhaifu hatujui kuomba ipasavyo. Baba, tufundishe kuomba. 2026 tufundishe kukaa uweponi mwako. Tufundishe kukaa uweponi mwako. Tufundishe Bwana, tufundishe. Rimo seteye Rababababababa Rebo sandere sianda. Ng'ang'ana na Mungu akuachilie na neema yake. Akuachilie na neema ya kukaa kwenye uwepo wako. Wangochiao Bwana. Reba sendere shandara regeteria baono bosia. Bwana, neema ya kukungoja wewe. Neema ya kukungoja wewe. 2026 tunahitaji neema. Neema ya kukungoja wewe. Neema ya kukungoja wewe. Makuleba yudo bosinda reketerbo oyo boroma sonona maduse ketia ragatose rekotose regedosa. Bwana, kwenye kanisa hili, kwenye maisha yetu, neema ya kukungoja wewe, neema ya kutafuta uso wako, neema ya kukaa uweponi mwako. Makate robababo yakaya mazie mandorobo seteyo rabababababababa yekete rakababababababa. Neema. Si kwa uwezo, si kwa nguvu. Hatuwezi neno lolote pasipo Mungu kutusaidia. Baba, tujalie neema ya kukaa uweponi mwako, neema ya kukutafuta uso wako, neema ya kukaa magotini pako. Neema.
Mandereboseketia rekataya zeto progotia mazurobozigedesh rekedesh kumrahisa rekedesha Baba tunapokea neema yako. Let our spirit be strong once day after day. Let our spirit be strong once day after day. Jo sakata just like John the Baptist. Zero mandereboseketia. Let our spirit be strong once. Lesoto bregetia. Tukifanya imara siku kwa siku katika utu wetu wa ndani. Baba utupe neema. Grace to survive 1026. Rando robo seketia. Tutafanya mambo makubwa. Tutavuka vizuizi vilivyotuzuia kwa muda mrefu. Tutazuka vizuizi. Mambo yatakayowashinda wengi 2026. Sisi tutayafanikisha. Raba seketi. Raba zonto brigedia. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Watu ambao wako taratibu 2026 iwafai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sisi sio wa kawaida na tunakataa kuwa wa kawaida 2026. Tunafanya mambo fasta. Kama ni kuoa fasta. Kama ni kuolewa fasta. Haleluya. Kama ni kupata hela fasta. Haleluya. Haleluya. Sema mimi sio wa kawaida. Nakataa kuwa wa kawaida. 2026 nakataa kuwa wa kawaida. Navuka mipaka. Naongezeka. Natanuka. Navuka mipaka. Yesu. Yekete. Hebu jitabirie tena. Niambie nakataa kuwa wa kawaida. Nakataa 2026. Sitalia 2026. Sitakwama 2026. Sitakwama kwa jina la Yesu. Sitakwama, sitazuilika. Nasonga mbele. I break the limitations. In 2026 I break kosadia. Sitakuwa wa kawaida. 2026 malengo yangu yanatimia. Mambo yangu yanaenda kuwa fasta. Rapapareko sotia megedushka mambo yanaenda kuwa fasta. Mambo yanaenda kuwa fasta. Eketeriga tunondo obokoro bokotuya reketerele. Sitakuwa wa kawaida 2026. Sitakuwa wa kawaida. Navuka mipaka. Navunja vikwazo. Mageti ya chuma yaliyonizuia yanavunjika 2026. Yanavunjika 2026. Yanavunjika. Yekeluba yakatoya. Yeketetele lololu. Obozia. Yanavunjika mageti ya chuma. Yanavunjika. Eto baba. Hey tababa. Hey tabamanusa. Reketelo. Baba. Rabaseketea madoshika tatosh pelegedusha
Pelegetusha, Pelegetushia, Madoseketei, Peluga Balugo Polua, mipaka inatanuliwa. Shakatei 2026 tunaongezeka. Maliga dosoto popoyo. Mambo tuliyoyapambania kwa muda mrefu 2026 yanaenda kufanikiwa. Yanaenda kufanikiwa. I prophesy. Mambo yataenda faster. Mambo yataenda faster. Mambo yataenda faster. Tabiri. Jambie mambo yataenda faster. Mambo yataenda faster. Fedha zinapatikana faster. Ndoa itapatikana faster. Kila kitu faster. Kumjua Mungu faster. Hey. Rababababababa. Jegete 2026 sizuiliwi kwenye mambo yangu. Sizuiliwi, hatuzuiliki. Hakuna vikwazo 2026. Hakuna vikwazo. Maloko molo bosha. Mekele gusta yunda. Zekete. Malege tusibuya. Rakapapapapapapapa. Arokotomonda baosha. Jegete. Rekapapapapapapa. Zitabirie 2026 watu wakakusemea yote watakayoweza. Maana watu wameozoea wakiwa na watu wanafanikiwa wanaweza ni Freemason. Heketeria dara. Ukawashangaze wengi 2026. Karabababa. Mambo yalishindikana kwa miaka 10 yatawezekana ndani ya mwaka mmoja. Kwa sababu mipaka inaenda kuondolewa. Kwa sababu vizuizi vinaenda kuondolewa. Wewe sio wa kawaida. Kataa kuwa wa kawaida. Eleke numarosa ya. Ahadi za Mungu ni ndio. Wala ahadi za Mungu hazina hapana. Regata baba mekosa katosho mesoka patosho osoro Rakatakata. Tunakataa kuwa wa kawaida. Tunakataa. Tunachukua hatua nyingine. Kiroho, kiuchumi, kimaisha, kimaendeleo. Tunachukua hatua nyingine. Mizimu ya ukoo iliyotuwekea vikwazo. Haina nafasi tena. Mizimu ya ukoo ya kifamilia iliyotuwekea vikwazo haina nafasi tena. 2026 rebabaya haina nafasi tena. Mizimu ya ukoo, mizimu ya kikanda, ya kikabila haina nafasi tena. Sitazuiliwa na mizimu ya kikabila. Rekete moyo yo. Baba. Nakataa. Sitakuwa wa kawaida 2026. Rama senterebo. Ninafanya maajabu 2026. Utafanya maajabu. Jitamkie. Manderebo seketei. Rababa. Hey. Kosha kata. Ramasata. Shaka papa. Rababa sontokosia. Ramazoro mazo. In Jesus' mighty name we pray. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Haleluya. Nataka urudie kusema mimi sio wa kawaida. Nakataa kuwa wa kawaida. Nakataa. Navuka mipaka. Naongezeka.
Shakapara. In Jesus name. Hallelujah. 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 Na tunaenda kuwa na maombi ya siku 21. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.